Halo, mambo vipi? Naitwa Mr. Joseph Kazimiri. Leo hii tutajifunza hofu ambazo wanazozipata wafanya kazi katika kuanza biashara, na hizi hofu zinawafanya kusita au kutokufanya maamuzi. Sasa moja ya hofu ambazo kwamba wanazo, sio wote, lakini kwenye karibia kwenye 100 hata 90% ya watu ambao wako kwenye ajira wanaogopa kuweza kufanya biashara. Sasa moja ya hofu, wanakuwa na hofu ya kupoteza mtaji. Anajiuliza, nikichukua huu mtaji nikaweka, au nikitoa asilimia kadhaa nikaweka kwenye biashara, vipi hiyo biashara ikipotea au ikafa? Kwa sababu asilimia kubwa, baadhi ya biashara ndani ya miezi kadhaa au mwaka, hiyo biashara inakuwa imeshakufa. Sasa hiyo ni hofu wanakuwa nayo, na huenda hata wewe pia unayenisikiliza hapa, hiyo hofu inakutawala. Hofu namba 2 ni hofu ya kushindwa. Anawaza, hivi nikianza afu nikashindwa itakuwa vipi? Sasa hizi hofu, na ufahamu kwamba siku zote hofu sio kitu cha kweli. Yaani hofu ni sio kitu cha kweli. Kama sasa hivi ukipata hofu, tuseme unataka kupaa au unataka kuruka kutoka kwenye ukuta kwa juu kwenda chini, hofu ambayo mtu anaipata, vipi nitatua salama? Ukishatua ukafika salama, unaanza kujiuliza, hivi nimefikaje hapa? Kwa hiyo hofu sio kitu cha kweli, ukao ukijua hilo. Lakini pia hofu ambayo wanaoipata wafanyakazi kwenye kufanya biashara au kuchukua maamuzi ya kufanya biashara ni hofu ya kuacha ajira, kuacha ujira wao. Wanajua kwamba nikishaanza huenda nitakosa muda wa kuendelea na kazi yangu. Sasa anakuwa anawaza, nitajitofautisha vipi, na huenda mwajiri wangu akija kujua naweza nikaingia pia hata matatani. Kuna bwana mmoja ambaye aliniambia kwamba yeye alipofahamika kwamba amefungua biashara, kazi yake ikaota nyasi, kwa hiyo alifukuzwa kazi kisa ameanza biashara. Kwa hiyo hizo nazo ni hofu. Hofu namba 4 ni kukosa ujuzi au tunaita maarifa. Kwa sababu watu wengi wanawaza, ili nifanye biashara nahitaji ujuzi mkubwa sana. Sasa biashara ni kitu ambacho unajifunza unafanya, unajifunza unafanya. Sasa hivyo ni vitu kwamba fahamu kwamba kama ni biashara unayotaka kuifanya, hata kama hauna ujuzi huo kidogo ulionao, anza kuuzingatia na kufanyia kazi, kwa sababu huwezi ukafanikiwa biashara kwa kusoma tu vitabu na kusimuliwa. Biashara inabidi ufanye, uingie kwenye riadha zaidi, ukimbie afu ujue kwamba kifua kinabana au kifua hakibana. Lakini pia kukosa muda. Hii pointi ya 5 ndio wengi zinawatafuna sana. Sina muda bwana. Kumbuka hata kazini labda anatoka saa 8 au anatoka saa 7 au anatoka saa 11. Sina muda kabisa. Ni aina ipi ya biashara ambayo unaweza ukaifanya hata kama uko kazini? Zipo aina nyingi za biashara ambazo hutaweka kisingizio cha kwamba eti muda hauna. Kwa hiyo unafanya kazi masaa 24. Kuanzia asubuhi tuseme hadi saa 11 uko kazini. Inapofika vipi saa 11 kwenda hadi saa 4 usiku? Maana huenda hata kulala unalala saa 7. Lakini pia pointi namba 6, hofu namba 6 inaitwa ni kukosa mtaji. Nakwambia sina mtaji. Kumbuka kuna mtaji wa watu, kuna mtaji wa pesa, kuna mtaji pia hizi za rasilimali, vitu vingine. Sasa wewe mtaji wako inaweza ikawa unawaza ni pesa. Jifunze kupata mtaji wa watu, na mtaji wa watu ndio wenye maana zaidi kuliko hata pesa. Pesa ni kilainishi ambacho kinakusaidia kuweza kufanya vitu vyako kwa urahisi, lakini unaweza kawa na mtaji wa pesa ila ukawa pia biashara ikakushinda. Haya,
Lawama, hofu namba 7 ni lawama za familia pamoja na marafiki. Hivyo unajua kuna nanili mwingine anawaza, nikianza biashara familia yangu itaniona vipi? Na hata kabla na akishaanza zinaanza kumlalamikia, wewe utapoteza kazi, wewe muda wako, wewe utapata. Kwa hiyo hizo lawama labda za familia, labda mke au mume au pamoja na marafiki wanaofanya nao kazi, wanasema ukitaka kuwa mwizi ishi na wezi, utakuwa mwizi. Kwa hiyo ili uogope hizi lawama, anza kujifunza au anza kuwa na jamii mpya, kuwa na marafiki wapya ambao wako kwenye biashara. Lakini pia namba 8 ni migongano kazini. Hii point inaweza ikaingia kidogo kwenye kuacha ajira. Migongano kazini, kuna muda unaweza ukajikuta biashara inakuhitaji upate utulivu. Kwa hiyo ile hofu ya migongano kazini, utulivu unagawanyika. Unahitaji utulivu wa kazi, unahitaji tena utulivu wa kwenye biashara yako. Kwa hiyo kuna kuwepo na migongano. Inaweza ikawa ni migongano wa wafanyakazi wenzako au inaweza ikawa ni migongano kiutendaji. Ni vitu vinavyokuhusu wewe mwenyewe binafsi. Kwa hiyo jiulize, ni aina ipi ya biashara ambayo unaweza ukaifanya na kusiwepo na migongano ya aina yoyote. Lakini pia hofu namba 9 ni kushindwa kusimamia pesa, au hiyo biashara yenyewe kushindwa kuweza kuisimamia. Anawaza, nikishaianza hii biashara, nani nitamwajiri? Nani nitamweka? Nani atanisimamia? Nani atahakikisha kwamba mambo yangu pia yanaenda kisawasawa katika biashara? Kwa hiyo anakuwa anafikiria, mbona muda sina mtu wa kuweka. Ni kwa sababu pia aina nyingi za biashara ambazo watu wanazitamani kuzifanya hazina system. Maana ya kutokuwa na system ni kwamba biashara hiyo, huyo mtu hata akikuibia hutajua kama umeibiwa. Huyo mtu hata kama asipofungua na wakati huo wewe haupo, hutajua kama amefungua au hajafungua. Kwa hiyo hakikisha kwamba hata biashara jifunze kuhusiana na system ili uweze kuepukana na hiyo. Hofu namba 10 na ndio ya mwisho ni hofu ya mafanikio. Kuna watu wanaogopa hata kufanikiwa vile. Nakwambia kwamba anaogopa hata kufanikiwa. Anajiuliza, watu ninaofanya nao kazi wakiniona nimefanikiwa, hata tu nimenunua kiwanja au hata kama nimepiga hatua kadhaa, wao hawajaweza kufanya hivyo, wao watanifikiriaje? Kwa anaogopa kufanikiwa. Lakini pia kwenye mafanikio hapa mwingine anapata ile hofu. Unajua, unaweza kumwambia mtu, wewe thamani yako wewe unaweza ukawa unatengeneza milioni 10 kwa mwezi. Hapo anakwambia, wewe mimi hapana, kwa kweli siwezi. Kwa kuna hofu ya mafanikio. Lakini sio tu hivyo. Kwa sasa hivi hapa kama hivyo unanisikiliza, unapata picha kwamba ningeanza kupata milioni 10 au milioni 20, si ndo raha zaidi? Lakini ukishaanza kuipata au kuanza kuingia kwenye mchakato wa kuweza kupata au kukipata hicho kitu ambacho umeambiwa au unachokitamani, hofu inaingia. Watu watanionaje? Kwa nini nisiishi kama wao? Kwa walio wengi wanaishi kama wao, wanaishi kama watu wengine, wanasema kwamba wanafata wengine wanawaona vipi, sio wao wanajionaje. Kwa hizi ni hofu 10 ambazo ni muhimu, inabidi uanze kuziondoa taratibu kama unataka ufanye kazi, ufanye biashara na ukiwa huko kwenye ajira, huko ukiwa huko katika kuajiriwa. Kwa mimi nakukaribisha, naitwa Mr. Joseph Kazimiri, mkufunzi wa Achieve for Life Academy. Karibu sana, uendelee kupata mafunzo zaidi. Peace.